Kuna sauti ile ya kizee ambao saizi ndio iwaga inasumbua sana mtandaoni. Ile sema we mwaruitiko ukaeterero gyobegia bafoda gege kanga kafosha kakundumire munembine nembine usopie nguterenga kwa menye mwakimo kenga yukaza pereza lezi kenga usopie pakere wogera mbele na uhakika bana, mtazamaji wa DX lazima utakuwa umecheka, lazima utakuwa okay, alright. Mtazamaji wa DX TV, bila shaka unaendelea kutufuatilia, lakini pia wakati unaendelea kutufuatilia siku ya leo tupo na ugeni. Tulishawaambia tuna full package. Ukiingia ndani ya DX TV unapata mambo mbalimbali. Basi leo hii tumewaletea mtaalamu wa comedy ambaye tupo naye hapa, ambaye amezidi kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii akitokea pande za Green City Mbeya. Basi sitakuwa na mambo mengi zaidi, atwende tukamfahamu yeye ni nani na anatokea wapi. Tutapiga naye story nyingi sana. Basi kwa wale ambao mnamfahamu na wale ambao mshawahi kumuona let's say au sio, lakini pia kwa wale ambao mnaifuatilia kwa ukaribu kabisa DX TV, tuendelee kuangusha comment hapo chini kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa bam bam. Asante sana brother. Mambo vipi? Mambo ni poa, mambo ni fresh, niko vizuri kabisa. Japokuwa mimi ni Mnyakyusa kwa Kiswahili kidogo mtanivumilia. Wewe ni Mnyakyusa. Mnyakyusa wa wapi baba? Mimi ni Mnyakyusa wa Tukuyu, Masoko. Masoko. Kama nakufahamu Masoko kule Rufumbi. Lakini kwa sasa niko naishi Uyole. Mishe zangu zote zipo Uyole hapa. Sawa. Yeah. Kwa watu ambao wanakufuatilia by the way kwa mara ya kwanza, unaapia ndani ya TV yetu ya DX TV, wangependa kujua unaitwa nani? Kwa majina mimi waga nimebarikiwa majina mengi. Yaani nina majina mengi mpaka za mbuga za wanyama ninayo mimi. Nina majina mengi, yani kwa mashabiki waga wananiita majina ambavyo wanapenda wao. Ila jina ambalo sasa ni kubwa watu wananiita Chui. Chui Kibolia, wamenistukiza baby Kemamba. Hatari sana. Na kwenye hayo majina, je, ni jina lipi ambalo umepewa na wazazi wako waliokuzaa, ambalo kwa kifupi tunasemaga kwamba ni jina ambalo umelikuta, si ndio? Yeah. Umekuta unaitwa hivyo, lakini pia ni jina lipi ambalo umepewa na watu, yani mtaa umekupa? Yeah man. Sawa. Mimi majina ambayo nimepewa na watu ni mengi. Ila ni jina ambalo nimepewa na mama ni moja tu. Nipewaga jina la Dominic. Yaani jina langu kabisa mimi ni Dominic. Dominic. Hilo ndio jina la wazazi. Si unajua akina Dominic ni watu fulani hivi ambao wanakuwa na hela. Kwa mimi mama alijuaga kwamba mbeleni nitakuja kuwa na hela, ndo alinipa Dominic. Sasa ukianza kuangalia majina ya kina Domi yote ni majina fulani yana pesa. Ukianza kuangalia Dominic Chirambo, Dominic Mbawala, Dominic Mlikoni, Domi Mavyombo. Mimi ndo Domi Mavyombo ya moto. Au sio mzee wa kumwaga moto? Domi Mavyombo ya moto, mapikipiki mengi. Ndo mimi. Sasa jina la Chui ndo nimepewa na mashabiki wenyewe. Okay. Ukianza kuangalia nimewahi kutoa clip moja ile ya Chui Kibolia. Maana mara kwanza nilikuwa najiita Kinyati ile. Kinyati. Kulingana na vitu ambavyo nikionaga tu kitu kimepita mbele kama mwanamke anasema Kanyati ka dada aka. Watu wanasema wewe kila kitu Kinyati ile. Nimekula ndizi ile nyati imevu ile. Watu wanasema sasa wewe ina maana wewe ni Kinyati ile. Ila sasa mashabiki walivyoona zile clip za Chui Kibolia wakasema hapana. Wewe sio Kinyati ile bwana, sisi tunakufahamu wewe ni Chui. Kwa ndo mwanzo wa Chui. Nikasema sasa mimi niwabishie mashabiki mimi ni nani? Uwezo ukabishana. Mimi siwezi nikabishana. Mashabiki wameamua kuniita Chui. Basi ndaitwa Chui hivyo hivyo. Basi mpaka sasa mimi ni Chui Kibolia, wamenistukiza baby. Kemamba. Sawa. Bwana Kinyati ile bwana Chui. Naam. By the way mimi niseme kwa mara ya kwanza nafanya interview na wewe, si ndio? Naam. Lakini pia kuna watazamaji ambao wako mbele ya TV wanakutazama muda huu pindi ambapo tunapiga story 2 3, si ndio? Ni kweli. Sasa
Wataka kujua wewe unafanya kazi gani? Mimi kazi yangu, mimi kwanza useme kazi yangu sio rahisi kukuambia kwa sababu mimi kukuambia hata nyumbani mimi nikiendaga wananiulizaga, wewe brother kule mjini unafanya kazi gani? Mimi nawaambia nipo tu nashinda mle sokoni. Okay. Yaani maana yangu mimi ni kwamba nini? Kwamba kuna kwenye haya masuala ya mitandao wewe umebezi sana na kitu gani? Uko kwenye masuala ya comedy, uko kwenye masuala ya serious, uko kwenye masuala ya nini? Hapo mimi ni comedian. Kwa maana hiyo unaweza ukafanya jambo hapa ambalo linaweza likafanya mimi nikacheka au mtazamaji anayetazama DXTV akacheka kwa wakati huu. Kweli. Au ubunifu umeuacha nyumbani? Hamna. Unajua msanii ni kama mwanajeshi. Popote pale vita vinatokea, haitaki kwamba mimi leo siko tayari kwa mapigano, hapana. Inatakiwa upambane hapo. Sahihi. Ukiwa kama mwanajeshi inatakiwa upambane. Kwa mtu anakuambia hapo inatakiwa upambane. Kwa ubunifu lazima upite nao. Okay. Tukaribishe, tukuachie uwanja ni wako sasa. Wape burudani ili wapate kukujua unapozungumzia Chui ni mtu wa namna gani. Sawa. Karibu. Yaani kwa mfano hivi namwambia mtu hakuna kazi ngumu ya kwa mtu anakuambia chekeshe hivi. Kwambia mimi waga kuchekesha kwangu nachekeshaga kwa vituko. Kwa mfano kuna sauti ambayo unaitumiaga mtu unakuta anasema mimi na enjoy sana ukitumiaga hiyo sauti hiyo. Kwa mfano ile kuna sauti ile nasema ile nakumbuka Tukuyu nilikulaga ndizi wamenileta huyo vyakula gharama, tafadhali wasafua nirudisheni Tukuyu. Ndio hivyo. Kuna ile nyingine ambayo saizi ndio inabamba sana hii. Kuna sauti ile ya kizee ambayo saizi ndio iwaga inasumbua sana mtandaoni. Ile sema we mwaruitiko ukaetereo gyobegia bavoda gege kanga kavocha kagondumire monembine nembine usopie nguterenga kwa menye mwakimo kenga yukaza pereza lezi kenga usopie pakero wogera mbele gege reno ukete mmenye kambobo mwakarike renga kwa menye nenga mugo ndembine ndiko kete nakamaso ndebuno tenda kusopire mwakavocha giyagire nguketere nongoterero mbeke pongukomere nakamu jikote ubeka misari jikote weka sari nyingine ngote jo mundu ujarendo mi denga kwa menye kengare ukatumba pamuzi kengare tumia pakero waki kwa miotoro naje vera hapa pakero na hakika bana, mtazamaji wa DX lazima utakuwa umecheka, Okay, sawa, tumepata vitu vyako bwana. By the way, nimependa sana talent yako, lakini pia kitu kingine labda ambacho ningependa kukuuliza. Comedian wako wengi sana. Ni kweli. Lakini pia tunao wale ambao ni wa kutoka ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Na wengine kwa bahati nzuri wametoka Tukuyu huko ndani kabisa. Tunaona wanatamba kina Eliudi mitandaoni huko. Wako safi fresh kabisa. Sasa labda ukipewa nafasi ya kufanya kazi, ni msanii gani ambaye wa comedy ambaye unatamani sana kufanya naye kazi kutoka ndani au nje ya mkoa wa Mbeya? Kutoka ndani au nje ya mkoa wa Mbeya? Mimi wasanii wengi wa comedy napenda nifanye nao. Yaani yoyote yule napenda sana nifanye naye tu. Wapo wakina Mboneke wakali, wapo wakina Eliudia wakali. Wote natamani, na nikipata nafasi
napenda wote tu, sichagui kwamba yupi. Sichagui. Kwa mimi yoyote yule nikikutana naye ni napita naye. Kati yao kuna ambaye ushawahi kuonana naye? Nimewahi kuonana nao, ila sasa sijajua kama wao walinizingatia, maana sijajua kama wao walinizingatia, maana unajua wasanii kama wale tayari wameshaenda mbele zaidi hapo kule. Wapo kule. Ina maana wanavyokuja huko wanakutana na wasanii wa Mbeya wako hapa. Wanakuwa ni wengi na sisi jina bado dogo. Kwa wanaweza kaona mle sasa kukuzingatia kwamba ni upi. Umeona inakuwa ni ngumu kidogo. Wanaweza kakuona ndio, lakini nitakia ifike kipindi ambacho yani wanakufahamu, wanakutambua kabisa, hata kama mkionana hivi kusema mwanangu naomba tufanye kitu kama hiki hapa, wanakuwa rahisi kuelewa. Lakini uzuri wanakazarau kusema labda nimewahi kuenda kuongea nao kusema wamenikatalia kushuti nao nini, hamna, hajawahi. Lakini natamani, kiufupi natamani kwamba ije ifike siku nifanye kazi nao hivyo. Kwa kipaji ulichonacho, naam, unahisi wakikupeleka kwenye, kuna hii movie ambayo wanashuti ya elimu ya watu wazima, unadhani unaweza kupata nafasi pale? Mungu akijalia unaweza kupata nafasi, kwa sababu Mungu ndo kila kitu. Wanaweza kaona kitu kwangu kwamba kuna nafasi ambayo naweza nikakaa pale. Kwa wewe jinsi unavyoona, unahisi unaweza play kama mwalimu au kama mwanafunzi au play part gani? Na zaidi movie unaifuatilia vizuri sana kwa sababu obvious comedian wengi wako pale, si ndio? Tunaona akina Ndalo, akina Steve, sio akina nani, wengi wamekuepo wako pale Sasa paka kina Kingamuzi pale nimeona wamechukua nafasi zao. Sasa vipi, unahisi ukiingia pale kuna kitu cha ziada ambacho unaweza kiongeza? Ndio, kitu cha ziada naweza nikakuongoza kwa sababu kila mtu ana kitu chake. Ukimpeleka pale kila mtu anaweza kafanya kwa nafasi yake tofauti. Umeona? Kwa mimi mwenyewe akinidumkiza mle lazima kuna kitu ambacho nitakifanya cha tofauti ambacho na watu wengine wataenjoy, watakipenda. Mimi napenda nifanye kama mwanafunzi. Nikipata pati ya mwanafunzi, ila Kinyakyusa kinanisumbua, Kiswahili mimi sijui. Kiswahili mimi sijui. Si unajua mimi ndio huko kukaja. Unatamani ufanye kama mwanafunzi au mwanafunzi mtukutu? Mwanafunzi mtukutu. Kama hivyo, yani kama wakiniweka pati ya kizee ama tu ya, kwa sababu mimi ni comedian kama Kiraka hivi. Ukiniweka kwenye pati hizi za comedy kila sekta nafaa. Maana waga nina sauti nyingi, ukinipanga hii na cover hii na hivyo. Sawa baba, tumekupata vizuri kabisa. Lakini pia nadhani watazamaji wanazidi kuenjoy zaidi kadri wanavyozidi kupata yale maneno kutoka kwa Chui Keboria. Sawa, neno moja kwa mashabiki wako ambao wanakufuatilia, lakini pia ambao wamekuwa wakifanya kila jambo kwenye akaunti yako kuhakikisha kwamba comment hazipungui na vitu vya namna hiyo, unawaambia nini siku ya leo? Mimi nawaambia tu mashabiki kwamba wasichoke. Nina vitu vingi vya kuwaonyesha. Nina kipaji kikubwa zaidi ya kile ambacho nimewaonyesha. Ni vile tu ambavyo siku zinazidi kwenda na mimi hii kazi nazidi kuipa muda. Na ndipo ninavyozidi kugundua kwamba sasa hii kumbe ni kazi watu wanaenjoy. Kwa hiyo nazidi kufanya vitu vikubwa kuliko hivyo ambavyo wameviona kwa saizi. Maana nilikuwa nafanya kama utani, sasa kwamba najifurahisha nayo kwa sababu sikutambua kama inaweza ikawa ni kazi ambayo inaheshimika mbele za watu, lakini kwa saizi nimeshagundua kwamba kumbe hii kazi kumbe hii kazi ina heshima yake mjini. Ina heshima yake. Mimi naonaga kama saizi sio siri, mimi nilikuwa nikifanya hivi
na posti kujifurahisha mimi. Nikiona nimeposti nimejifurahisha mimi, kwa nakuta nafsi yangu imefurahi tu. Kuna wamelike ndio nafurahi hivyo, lakini sikujua kwamba watu wanaofuatilia wanaichukulia uzito kiasi gani. Sasa imekuja kunipa kunipa akili kwamba kumbe hiki kitu ni kikubwa. Maana nijua mimi siwezi, wanaoweza wanaweza tu, wako hivyo. Saizi ninavyopita njiani nakuta napata shida vile, watu mashabiki wanakuja, Chui nafanya tone kama ile Chui. Sasa nasema sasa maana nikitokaga hapa kokote kule nakwenda magari, muda mwingine nakuta nakupigia honi pepe. Nasema labda wananitia wana shida gani hivi. Mtu anakuambia Chui. Kama kuna shanga. Ni wewe mwenyewe au vipi? Kiboria wamekustukiza baby. Kemamba. Wamemchokoza mbele. Wewe mwanangu, vipi unapatikana wapi? Nakwambia mimi napatikana yote, niko hapa. Sisi mwanangu tunajua labda uko huko nini. Hamna. Sasa kumbe ni vitu ambavyo vinaweza vikakutengenezea kitu afu wewe bila kujua. Kwa hiyo sasa hizi ndio nimeanza kugundua kwamba safi. Kwa hiyo nawaahidi mashabiki waendelee kutufuatilia, kusupporti, waendelee kusupporti vitu vya Mbeya. Waendelee kutuamini. Tutazidi kufanya zaidi. Tunahitaji supporter zao zaidi. Tunawapenda mashabiki. Kwenye kuwasilisha vile vitu vyako au kwenye kutengeneza agenda zako na kufanya hiyo kazi yako ya comedian, ni changamoto gani ambayo unakutana nayo sana, ambayo muda mwingine kwako inakuwa kama kero au ni shida na unatamani kama ingekaa fresh basi mambo yangekuwa bam bam? Mimi naona kwa sisi wasanii wadogo ambao tunajitafuta, changamoto kubwa wagani inakuwaga sana ni kwenye wengi wanakwama hela hawana. Kwa hawa wasanii wa Mbeya hivi tunakutanaga na changamoto kubwa, hela hatuna. Kwa mfano labda unakuta unatumia simu haina nguvu, inakufisha, au mwingine unakuta hana simu. Kwa mfano ukiachana na wasanii wa Mbeya, kwako binafsi ni changamoto gani ambayo inakuface? Changamoto ambayo mi sana ni mitaji hatuna. Muda mwingi unakuta hazipo hela, unatamani kufanya vitu vingi, lakini kulingana na maisha jinsi yalivyo hapana, hela inakuwekea mipaka kwamba wewe utakuwa unaishi hapa. Wewe mwisho hapa, huko uweze kwenda hivyo. Ukizungumza hela unazungumzia uwanda mpana sana. Sasa sijajua labda kwa upande wako wewe, unajua nazo hela zina kiasi. Sasa labda unapozungumzia hela kwa upande wako wewe, at least labda bana ningekuwa, maana mwingine shida yake ni 50,000 tu. Mwingine nikipata milioni tu inanitosha, au sio? Sasa labda kwa upande wako wewe na yale mahitaji yako, unakadiria ni kiasi gani ambacho hicho kiasi labda ni kwa ajili sana ya kufanyia kitu gani na kitu gani, si ndio? Maana kuna mtu mwingine anaweza akawa hana hela, si ndio? Lakini kutokuwa na hela lakini ana uwezo wa kukupa kitu. Let's say unatumia simu ya grade ya chini kama ulivyosema, si ndio? Unahitaji simu yenye uwezo mkubwa, si ndio? Kuna mtu ambaye anaweza akakusponsor hicho kitu, si ndio? Lakini pia hizo unatumia simu, baadaye unatamani kuja kutumia kamera, si ndio? Unaweza kupata mtu ambaye yuko tayari kusponsor issue ya nini? Ya kamera, lakini sio kukupa hela cash. Ndo kitu ambacho nilikuwa nakizungumzia. Sasa kwa upande wako wewe labda ni kiasi gani, lakini pia ni kwa ajili ya nini? Mimi ukisema kwa hela, ukizungumzia hela basi kama ni hela, mimi kweli hela nazihitaji nyingi, sio ndogo, nyingi kwa sababu mtu akikusaidia hata kidogo lakini unaweza ukapanda nacho. Lakini kwa issue ya hela kama zinapatikana nyingi ili kuboresha kazi yangu, mimi nazihitaji nyingi tu. Umeona, kwa sababu kuna vitu vingi. Vitu ambavyo vinakuhamisha, kwa mfano kama saizi tuna familia, si ndio? Unapojaribu kuzama sana kwenye sanaa,
Unakuta kuna kitu ambacho unakiacha nyuma, ukiangalia nyuma na huku kuna kitu unakiacha, unageuka tena. Umeona? Kwa hivyo hela zimekuwa ni changamoto, lakini tunajitahidi kwenda nazo hivyo hivyo. Kwenye upande wa vitendea kazi ndio hizo yani, ikiwepo hela vitendea kazi haviwezi kusumbua, hela ndo banko. Yani hivyo vyote vinabebwa na hela. Basi nadhani tumepiga story nyingi sana, bila kusahau kwamba hosti wako leo ni mimi MC Mbeya, MC mkoa, anapatikana niko Yole Mbeya, Tanzania. Tumekuwa tukifanya shughuli kaza wa kaza, lakini pia tunakushauri, tunakuomba uendelee kuifuatilia DXTV ambayo inapatikanika kwenye mitandao yote ya kijamii, hususan YouTube. Basi endelea kutufuatilia, endelea comment na like. Ni sisi kutoka DXTV tunasema asante sana brother, nikutakie kila laheri. Asante sana. Tunawakaribisha, tuko na MC Mbeya.